huu mwili unatakiwa uhifadhi ndani, na utakiwa kuonekana na mtu yeyote zaidi yako, maana yeye atakuwa amekwenda kuzika mgomba. Wewe unaniamini mimi? Nakuamini. Na nakuelewa sana shemeji. Naomba unipe siku 2 nitakupa majibu. Basi sawa shemeji. Mimi nimekuelewa. Na acha mimi niende. Sitomwaga dada. Maana nikimwaga ataniuliza maswali mengi niliyokosa majibu. Na nitakuja baada ya hizo siku 2 ulizosema. Sawa. Mtarajia basi baba aje na majibu mazuri. Hodi wakubwa. Wakuu, nimekuja. Maiti iko ndani mpaka sasa hivi na sijui cha kufanya ni nini. Hivyo nimekuja kuomba msaada kutoka kwenu. Mnisaidie. Nisikilize kwa makini. Maiti natakiwa izikwe leo usiku. Na nitakupa masharti. Na ni lazima utekeleze hayo masharti. Usije ukakosea. Hakikisha hakuoni mtu yoyote muda unaenda kuzika. Kata kucha za hiyo maiti. Kisha uniletee hapa ukiwa umefungasha kwenye kitambaa cheusi. Hakikisha hakuoni mtu yoyote. Sawa. Nimewaelewa wakuu. Baba la baba. Mzee mwenyewe huyo. Mbona kama bahari imepigwa na mawimbi? Pole mzee wangu. Nimeipokea. Ila sitaki kusikia pole nyingine yote zaidi yako wewe ndani ya kijiji hiki. Mzee kanuna huyo. Cheko. Kaka. Kaka umepoa, kaka umepoa, Umepoa. Sasa unanielewa mwenyewe mzee wa ndani kabisa. Nakubali, Sasa ndugu yangu, mimi na jambo limenikaba ndugu yangu. Jambo gani tena? Bwana, kuna mtu nimeenda kumpa mlambo Bwana ndugu yangu, anaona mimi boya, anaona mimi fala, nimemgea mlambo na upuuzia. Ni nani huyo tena? Si unampata ule Tashi? Tashi nampata. Huyo. Sina kumbuka ile jana pale tulienda kuchukua mlambo ule kwa ule mzee ule msiba ule. Nimeenda kumpa mlambo bwana, hataki eti ananiona mimi boya, ananipuuzia. Anaona mimi muongo ndugu yangu. Sasa huyu Tashi yuko timamu kweli au vipi? Mimi ndo nashangaa hapo ndugu yangu. Sasa hapo ili jambo mimi na watu tungeachana nalo tu kwa sababu linaweza katuletea shida. Kuachana nalo sio kweli ndugu yangu. Bwana, mwenyewe hapa kijijini kote wananijua. Mzee wa ndani
ndani kabisa. Hamna jambo litafanyika, mimi ndo wa kwanza kujua. Sasa jambo hili mimi sikubali lipite hivi hivi. Yaani hapa mimi nataka uende kule msibani kule, uende ukapate mlambo. Mimi hapa nataka naenda zangu kwa mwenyekiti. Nataka serikali nayo ijue kuhusiana na huu msiba. Haiwezekani unaficha ficha kuna nini? Kwa hiyo nalinda brand yako ya umbea isishuke. Sasa unafikiri vipi ndugu yangu? Ya basi hamna tatizo. Mimi acha niende, lakini kuna nyosha moja kwa moja msibani pale pale au unaingia vipi pale? Yaani wewe pale unaenda kuleta uleta uchao ule unapata mnamba. Unajua nyewe ndani kabisa. Bwana wewe unaenda pale unaleta uchao unapata umbea unakuja kuniletea ndugu yangu. Sawa sema na wewe. Ni kola unatengeneza vizuri na wewe. Umekurupuka tu Hapo ndo nakupenda mimi ndugu yangu. Basi sawa hamna shida. Haya ndugu yangu. Mimi acha niende bwana. Sawa nakuamini ndugu yangu. Ukipata mlambo unige. Wakuu, naona kazi imeshakuwa ngumu sana. Sijui cha kufanya. Kila kukicha mambo yananielemea. Sina ninachokitegemea wala sina ninayemtegemea zaidi yenu. Wacha kurukutanta mtetele. Kazi iliyoko mbele yako ni ngumu sana, lakini kwa kuwa umeomba msaada, basi sisi tutakusaidia. Maana tukimwacha azike, utakutwa na wakati mgumu sana. Hivyo basi, ni lazima tuimpole ile maiti, asiweze kuizika. Umeelewa? Nimekuelewa. Haya. Nyorosha mikono yako. Huu mwili unatakiwa uhifadhi ndani. Na hutakiwi kuonekana na mtu yeyote zaidi yako. Maana yeye atakuwa amekwenda kuzika mgomba. Nimekuelewa. Umeelewa vizuri? Nimekuelewa. Umeelewa? Nimekuelewa. Haya. Wacha hayo. Nahodha mwana. Kiukweli babako mimi simuelewi. Sijui ana lengo gani. Mpaka sasa hivi hataki kustiri mwili wa mdogo wako. Na isitoshe hata majirani pia hataki kuambia jambo lolote. Yaani anataka kujulikane hapa ndani kama hakujatokea kitu. Hivi mume wangu ana lengo gani na huu msiba? Mama, sio wewe peke yako. Kiukweli hata mimi namshangaa sana baba. Mimi mpaka nakuwa hivi sikuwahi kumuona akiwa na mazingira haya. Anafanya vitu vya ajabu mpaka vinashangaza. Ngoja nimpigie simu mjomba wako. Nimsikie atanipa jibu gani. Acha niende ndani nikachukue simu. Sawa mama.
Mama unaongea nini lakini? Maiti haipo ndani. Afadhali umerudi mume wangu. Maiti ya mtoto ndani haipo. Baba, kinini? Shemeji, hiki kimya kimezidi kutawala. Mimi sielewi hata kinachoendelea. Kwani unataka hii maiti ndani ifike siku ngapi? Unataka hata jamii inayotuzunguka ituchukuliaje? Sasa leo mimi nimekuja shemeji, nataka tukazike. Na niite majirani watambue kwamba hapa kuna msiba na tufunge maturubai. Leo lazima tukamzike mpwa wangu. Kwa sababu hapa unamtesa dada yangu. Haujitesi wewe. Hizo imani zako za kishirikina ziweke pembeni. Tukampumzishe. Hii unayofanya ni dhambi. Tena ni dhambi kubwa sana. Sasa mimi kama mjomba na huyu ametoka kwenye tumbo la dada yangu, leo lazima azikwe. Na lazima niite watu. Shemeji, mimi nakuheshimu na sitaki nikuvunjie heshima, ila usituzalilishe kiasi hiki. Nitakachokisema sidhani kama utanielewa, ila itabidi unielewe. Mwanangu tayari nimemzika. Shemeji, hivi unaniona mimi mwenda wazimu au unaniona siko sawa? Au wewe ndio umechanganyikiwa baada ya kuyapata haya? Hebu jitulize. Naomba tukazike. Naomba leo giza lisizame, tuzike shemeji. Acha masiala. Nikiwa kama baba nina maamuzi yangu. Hivyo basi mwanangu tayari nimeshamzika. Umezika? Ndio. Umezika saa ngapi? Na umezika hata ndugu hatujui. Na umezika na nani? Mwanadamu gani wewe unaweza kuzika maiti peke yako? Hebu naomba unieleze. Yaani umezikaje zikaje? Sasa basi, mimi sizungumzi mengi. Hii vita unayotaka kuianzisha sio ndogo kama unavyofikiria. Mimi natoka. Nikirudi tena hapa, nitakuja na vijana. Utuambie umezikaje zikaje na kwa nini uzike peke yako. La sivyo, ndoa yako utaiona chungu. Dada yangu utamuona mchungu. Mpaka mwenyekiti wa kijiji hiki utamuona mchungu. Usituone sisi kama wenda wazimu. Tuna akili timamu. Hiyo michezo mnayocheza hatutaki ihusiane na familia. Kwa nini unaendelea kujichosha? Aliyakuwa yaliyotokea yameshatokea. Kama kulia umeshalia sana.
ni vyema ungekubali matokeo tu. Hebu tulia na uyaacha haya mambo yapite, usije ukaumia kichwa zaidi. Ni kweli nalia, na nalia kila siku. Ni mara ngapi mume wangu nakwambia tuhame kwenye hichi kijiji, utaki kunisikiliza. Kila kukicha ni mauzauza. Tazama, juzi tu tumetoka kumzika mtoto wetu, lakini bado mambo yanaendelea kuwa mengi. Kamwe haupaswi kuyakimbia mapambano. Tunatakiwa kupambana mpaka mwisho. Alafu nikwambia kitu kimoja, mke wangu. Hichi chumba cha kati hapa hautakiwi kukifungua wala kuingia ndani mpaka nitakapokupa maelekezo. Kivipi? Simamia hapo hapo. Hauruhusiwi kukifungua wala kuingia ndani mpaka nitakapokupa maelekezo.